Karibu katika hatua yetu ya 12 katika mwendelezo na mfululizo wetu wa kuanzisha biashara na kuendeleza biashara na usimamizi wa biashara kwa ujumla wake. Na leo katika hatua yetu ya 12 tunaangalia changamoto utakazokutana nazo wakati unapoanza biashara. Kila mtu anaweza akakutana na changamoto kwa namna yake kulingana na sekta ama eneo ambalo ameanzisha biashara yake. Kila sekta ina changamoto zake. Kila muda, kila eneo lina changamoto zake. Lakini zipo changamoto kwa ujumla wake ambazo mimi nakuletea kulingana na sekta tofauti tofauti, kulingana na tafiti ambazo nilifanya. Sasa niseme tu kwamba changamoto ya kwanza ambayo utakutana nayo unapoanza biashara au unapoanzisha biashara, ya kwanza ni kwamba itahitaji sana muda wako. Sikiliza kwa makini. Ni muhimu sana ujue wewe unaanzisha biashara, wewe umejipanga na kuona una mtaji. Naona una mpango wa kuanzisha biashara mwaka huu. Naona una mpango wa kuanzisha biashara mwakani. Naona unajiandaa kuanzisha biashara yako. Sasa hii itakusaidia wewe utakapoanzisha. Kama umeajiriwa na unataka kuanzisha biashara pembeni, lazima ujiulize swali kwamba je, utakuwa na muda? Kama hauna muda mwingi wa kuwekeza kwenye biashara, tafuta biashara ambayo inaendana ama wazo la biashara linaloendana na muda wako wa ajira yako. Kwa sababu chukulia unaingia kazini kwako asubuhi saa 1, saa 2 mpaka saa 9. Jiulize sasa, kutokea saa 9 huo muda mpaka jioni utakuwa na muda wa kutosha kukaa kwenye biashara yako au simu? Ndio maana biashara nyingi za watu wengi walioko kwenye ajira hazifanikiwi sana. Ukweli ni huo. Kwa sababu gani? Muda mwingi hawapo pale kwenye biashara zao. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu ambaye yeye ameanzisha biashara anasimamia na mtu ambaye muda wake mwingi uko pale na mtu ambaye ameajiriwa lakini pia ana biashara. Kuna tofauti kubwa sana. Hatua za mafanikio kwa huyu ambaye anasimamia muda mwingi yuko pale, ni kwa sehemu kubwa wao wanafanikisha vizuri sana na inakuwa haraka, tofauti na ambaye anaajira mahali na anasimamia. Isipokuwa biashara ambayo pengine kuna mwingine labda yeye ana biashara ya nyama choma, au labda ana mgahawa wake ambao anatengeneza vitu ambavyo vinapendwa sana majira ya jioni, labda uji, labda ni chipsi, labda ni kuku. Kijiwe chake pengine kinaanzaga jioni na ni maarufu kuanzia jioni. Hiyo ni tofauti kidogo. Kwa hiyo akitoka majira ya kazi anaweza kaingia na akafanya, ni rahisi sana kufanikisha. Kwa hiyo chagua, itahitaji muda wako mwingi kwa sababu ni kama mama anapokuwa amezaa mtoto mwanzoni, manake hatua zile za mwanzo. Ndio maana hata kama ni mtu aliyeajiriwa, ni mwanamke anapewa muda, wanasema maternity, wanapewa miezi hata 3. Ni kwamba ile hatua ya awali mtoto anahitaji umakini mkubwa sana. Anyonye, alelewe vizuri, kuhakikisha hatua kwa hatua unamfuatilia. Na biashara yako sasa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo uchukue huo mfano wa mama mzazi anayepata muda wa kulea mtoto hatua za awali, na biashara yako ndivyo hivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba itahitaji muda. Lakini pia changamoto ya pili, mara nyingi sana bajeti uliopanga mara nyingi itapishana na uhalisia. Kwa sababu gharama hubadilika katika biashara ama unapoendelea. Itabadilika. Mara nyingi sana ni kitu kinacholeta athari kubwa sana. Nikupe mfano. Wakati mmoja niliwahi kufanya biashara. Tulikuwa na biashara mmoja, kuna mradi fulani tuliufanya mahali. Sasa ule mradi ulikuwa unahusisha wafanyakazi kuvaa vitu ama kuvaa mavazi ambayo ni ya kiusalama kulingana na maelekezo ya mamlaka husika. Sasa siku moja tumekwenda site. Nimekwenda na budget ya kulipa vibarua, walikuwa kwa hiyo kazi ya siku hiyo ambayo walikuwa wanatarajia kuifanya ili tuwalipe kabisa pale. Tulipofika kukao na ukaguzi wa mamlaka. Hizo mamlaka zilipokagua wakagundua hawajavaa viatu vinavyotakiwa. Hawajavaa tunaita reflectors. Kuna vikoti vile vya kuvaa kwenye maeneo ya kazi ambazo zinahitaji usalama kazini. Kwa hiyo ikatoka amri kusimamisha ile kazi, inatakiwa wapate wakati huo. Sasa tulikuwa umekwenda na budget kama ilikuwa ni malipo ya vibarua kama 4,500 hivi. Lakini ilikuja kuongezeka mpaka ikafika 800,000. Kwa sababu ilazimika iende ikanunuliwe vile vitu pale ili kazi ianze. Tofauti na hapo kazi haianzi. Ni kitu ambacho hakikuwepo kwenye budget kabisa. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna vitu vitabadilika katikati ya safari yako ya hiyo kazi unapoendelea.
kuna makadirio, labda kuna kazi kwenye kazi yako, kuna makadirio umeweka ya ufundi wa kitu fulani, labda fundi anataka aje atengeneze kitu fulani. Anapokuja yeye alikadiria labda vibaya, akija mabadiliko yanabadilika, umeweka budget inabadilika. Kwa ulitenga milioni 5 ya biashara, milioni 1,200,000 ulitenga ndio budget yako ya biashara, inawezekana vitu vikabadilika. Umekwenda vitu vimebadilika bei ghafla. Vimebadilika bei ghafla, basi na wewe inalazimika uvute ile budget. Kwa hiyo lazima pia ujiandae kimkakati. Unapokuwa na budget yako, weka budget ya ziada. Usiweke tu kama uliweka 200,000, weka na ziada pale, kwamba dharura yoyote inaweza kujitokeza biashara yangu ili iendelee. Kumbuka tunajifunza habari ya biashara endelevu. Kuanzisha biashara iwe endelevu na ufikie malengo na ndoto yako. Changamoto ya 3 ni kwamba changamoto ya rasilimali watu. Utakutana na changamoto nyingi sana unapoanza kazi, hasa ile biashara ambazo zinahusisha watu. Chukulia mfano na mgahawa, chukulia mfano umeanzisha biashara ya duka linahitaji watu. Utakutana na usumbufu wa wafanyakazi, mara wameacha kazi, mara wamekimbia, mara wamekuibia, mara wengine ni wavivu. Utapiga kelele. Lazima ujiandae kwamba pia hiyo changamoto lazima utaikabili. Kwa hiyo unapojiandaa mapema, anza kufikiri kwa mapana kwamba nitakabiliana vipi na changamoto za watu. Kumbuka mtu anayekuja kufanya biashara yako, mwingine anakuja amekosa cha kufanya au amekimbia nyumbani kwa sababu ya changamoto za maisha. Pengine mwingine ana matatizo ya kisaikolojia, alishaumizwa na hasira muda wote, akija anafokea wateja kwenye ofisi yako kwa sababu pengine ana changamoto za kisaikolojia. Lazima ujue namna gani ya kukabiliana nayo. Changamoto ya 4 ambayo utakutana nayo ni kwamba utakutana na pressure ya kuendesha au tuseme kufanya huku ukijifunza. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Kuna biashara yoyote au niseme biashara yoyote unapoanza, kama ukuwahi kuifanya, kumbuka hicho ni kitu kipya kwako. Uwezi kusema leo unaanzia biashara ya ice cream, kutengeneza hizo ice cream kwa mfano unatengeneza, au unatengeneza maziwa, unasindika, uuze madukani yakiwa yamesindikwa. Tunaita yogurt ama ni mtindi na kadhalika, au maziwa fresh. Uwezi ukasema unajua wakati hujawahi kuifanya. Kwa hiyo wakati unafanya, pressure utakayokutana nayo kubwa. Huku unafanya uingie sokoni, unapambana usipate hasara, lakini katikati umomo unajifunza changamoto za wafanyakazi, unajifunza zile changamoto za malighafi, unajifunza namna ya kutafuta masoko. Kwa hiyo ile pressure itakuwa ni kubwa tu. Lazima ujiandae kukabiliana na pressure hiyo. Kumbuka nilisema katika hatua iliyopita kwamba maarifa ndio yataka kuokoa na kukufanya uwe na hatua kwa haraka zaidi. Changamoto ya 5, matarajio ni kupishana na uhalisia. Hapa ni kwenye faida. Mara nyingi sana unazokaa umefanya hesabu zako. Nimeona mara kadhaa watu hasa kwenye kilimo, unasikia bwana biashara tikiti nalipa. Unashika kalamu unaandika, okay, tikiti moja nitauza shilingi ngapi? Nitauza 5,000 likiwa kubwa. Unapiga hesabu, okay, miche mingapi kwenye eka moja? Inaingia miche kadhaa. Unaandika pale, okay, miche mingapi hiyo? Imeingia miche 1,000. Kila mche nikipata matunda 3 au 4, 1,000 mara 4 ni 4,000. Unachukua shilingi 5,000 mara 4,000, unaona mamilioni yameshaja kwenye account kabla hata hujaenda shambani. Mwisho wa siku unaenda shambani, unakutana na changamoto, unakutana na magonjwa ya mazao, ukungu. Unapita pale unakausha. Hata hela ya mbegu uliochukulia unakosa. Unapoanza biashara usiwe na pressure kubwa sana uwe na matamanio, lakini ujue kabisa zipo changamoto zinaweza kukufanya ukakosa kabisa. Usiingie, tunasema over desire. Usiingie na kiu iliyopitiliza, kwa sababu utakapopata changamoto itakufanya ushinde, ukate tamaa kabisa. Ingia ukiwa na sura mbili kwamba kuna faida na hasara. Unajipa majibu kabisa kwamba nikipata faida safi, hiyo ndio njia ambayo naitaka na niendelevu, nitaendelea kupambana kutunza ile faida nisirudi chini. Lakini endapo itatokea hasara, nifanyeje? Unajiwekea kabisa, tunasema plan B, kwamba ikitokea hasara hapa nitafanya hivi. Kile kitendo cha kuwaza tu kwamba nikipata hasara nitaweka plan B itakusaidia wewe kujua mbinu za kupambana pia usipate hasara. Changamoto ya 6, ushindani. Unapoanza biashara ujue kabisa iko changamoto ya ushindani.
unafungua tu duka la spare za pikipiki, wanafungua wengine 3 pembeni. Au umeanzisha tu kiwanda cha tofali, ni wazo lako la muda mrefu, umejikusanya miaka 5, ulikuwa unakusanya mtaji, umepata mashine nzuri, umeanzisha. Ulipoanzisha tu, wanakuja kuanzisha watu wengine kwenye line hiyo 3 4, wanajipanga hapo mbele wanajipanga. Tena sasa wanakuja kuanzisha, wao wana maduka ya spare, au tunasema hardware. Wao ni mawakala wa sementi. Hebu fikiri sasa hiyo, kwamba mtu huyu anakuja, wewe unaanzisha tu kamtaji kako, una kitu kingine chochote zaidi ya mtaji wako kidogo. Lakini anakuja mtu mwingine, yeye ni msambazaji wa sementi, labda kwenye mkoa wako ulipo au maeneo ulipo. Yeye anachukua kwa bei ya kiwandani, anaanzisha kiwanda cha tofali pale na wewe ulipoanzisha. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini hii haikufanyi kwamba usifanye biashara. Sasa hapo kitakachobaki ni kwamba ni kila mtu sasa kutoa kile kitu cha ndani Mungu alichompa. Ushindani unahamia hapo sasa. Uyamkini ni huduma kwa wateja. Wewe una lugha nzuri kwa mteja, kwa sababu wewe una kiu ya kufanikiwa. Mwingine yeye anakuja tu kushindana kwa sababu anataka ateke soko lote. Inawezekana utamshindia kwenye swala la huduma kwa mteja. Inawezekana utamshindia kwenye mbinu tofauti. Hakuna mbinu moja ya kumfanikisha mtu. Ushindani inawezekana mbinu utakayotumia wewe, pengine unajua msingi wako wa biashara ulijengea kwenye nini, umesimamia wapi, ndicho kitakachokusaidia wewe. Pengine kwenye kushawishi wateja, wewe unawafuata wateja majumbani, unawapelekea delivery, unampelekea huduma pale. Ziko mbinu mbalimbali. Unavyoendelea kufuatilia, nitakuja kufundisha pia huduma kwa mteja, kama vile nyenzo muhimu sana ya kufanya mtu kudumu kwenye ushindani wa biashara miaka yote na wakati wote bila kutoka kwenye game. Asante, endelea kufuatilia hatua ya 13. Hatua ya 13 sasa itakusaidia sana kutekeleza hatua hii ya 12 kama ambavyo tumeiona, ili biashara yako iwe kubwa na endelevu na uweze kutimiza ndoto yako. Karibu sana.